Siri ya tatu katika betting, mwandishi anasema hakuna tangazo la betting lisiloonesha mtu akiwa anacheka au ana furaha. Yaani sijakuta tangazo la betting nalo hamasisha mambo ya betting mtu akiwa ana huzuni au analia. Matangazo yote ya betting unakuta mtu ana furaha, mtu anacheka. Hii inakuwa inamaanisha nini? Anasema kwamba mwandishi wanafanya hivi kuwaficha wasio beti, wahisi wanaofanya hivyo wanafurahi. Unaona? Kwa unaficha usibeti, unakuwa mbona nasikia kubeti kuna madhara ambayo watu wanaliosa. Lakini ukishaona tangazo watu wanafurahi, unajua yes, kumbe ni kweli watu wanashinda. Lakini hapana, pale wanacheza na psychology ya watu. Unakuta mtu ambaye hajui pia kucheza na psychology yake, unakuta anakuwa influenced kuingia katika betting. Kwa hiyo ni siri nyingine ambayo imefichwa pale katika betting, kwamba hakuna tangazo la betting lisiloonesha mtu akiwa anacheka au anafurahi. Matangazo ya betting unakuta watu wanashangilia. That is why unakuta unafichwa kwa namna hiyo. Kwa sasa ndugu zangu, tutakuwa tujitahadhari sana, tujaze sana na mambo ya kubeti. Hebu hiyo pesa ni ile ukatoa msaada. Katoa msaada jukani, itoa msaada kwa mfano utapata thawabu. Lakini au ufanyie biashara, nunua kitu fulani uweke. Au kuliko kubeti nunua kitu fulani uweke, unakiangalia kwamba hiki nilinunua kwa pesa fulani. Uko betting ambao ni mchezo ambao unakuwa na bahati, unakuwa hauna uhakika na maisha yako. Baadaye uta develop stress na atakao kukuta ni mengine. Asante sana, lakini mwisho kumbuka kabisa kuwa ukiwa na Mungu ukaongeza na juhudi zako, kinachofuata hapa ni mafanikio. Kwa kifupi tunasema God plus effort equal to success. Asante sana.